Kwa majina naitwa Bishop Wilbard Lango, Bishop wa Jimbo Katoliki la Malindi. Leo tunazungumza kuhusu mada ya teknolojia na vijana. Teknolojia ya kidijitali imeanza kuingia duniani, tunaweza kusema takriban karne hii, hasa miongo miwili mitatu iliyopita hapa nchini Kenya. Na teknolojia hii kwa kweli ina manufaa mengi katika kufanya utafiti, katika mawasiliano, katika kwa ufupi kuileta dunia nzima katika mkono wa kila mmoja wetu. Na kwa hivyo bila shaka ina mafanikio mengi. Lakini kama teknolojia zote mara zinapoanza zinaweza kuathiri jamii bila kujua matokeo yake. Sasa hivi teknolojia ya kidijitali inajaribu kutupatia faida nyingi, lakini kwa wakati ule ule inaathiri maisha ya wengi na hasa vijana. Tuchukue mfano, ukifanya hesabu ni muda gani unatumika katika runinga au simu, utapata ni masaa mengi sana. Ukifanya utaratibu au hesabu ya fedha zinazotumika kwa mtandao au credit, ni fedha nyingi sana. Na hizi fedha zinatumika na vijana wale hawana kazi. Swali ni kwamba fedha hizi wanazitoa wapi? Na kama wanazo hizo fedha, hawana njia nyingine ya kutumia hizo fedha kuboresha maisha yao. Lakini kwa sababu tumo katika hali tunayoita utumwa wa kidijitali, ni sharti tutafute mbinu za kukomboa raia wengi na hasa vijana wetu ambao wamekuwa watumwa wa dijitali. Na njia moja ni kuwaelimisha vijana wenyewe waone faida ya digital technology, lakini pia waone madhara yake, waweze kuchagua ni wakati gani au utajuaje kwamba unachokiona au kisikiliza ni AI na sio kweli binadamu wa kawaida anayezungumza. Kwa sababu bila kuweza kutofautisha vitu hivi viwili, sasa hata mafundisho ya dini ndani ya makanisa na msikiti na kaya yataporomoshwa na AI, kwa sababu AI inaweza kufanya utafiti na ikamwonyesha mtu kama popu akiongea kuhusu swala, na ni rahisi sana mtu kusema popu amesema kitu fulani. Na kwa hivyo kitu cha kwanza kabisa kwa vijana wetu ni kuwaelimisha waweze kuwa na uchambuzi, akili ya uchambuzi ya kutofautisha AI na ubora wake na pia madhara yake.